anataka tukuanza kazi, ameshafanya interview, amemaliza, anataka aanze kazi, anakufa. Na kuna mwingine anataka kuanza first year chuo, anakufa. Tuko sawa sawa? Na kuna mwingine anamaliza tu, anakufa. Lakini wewe mwaka umeanza, bado uko hai. Miaka yote umepita, bado uko hai. Pamoja kwamba kuna majaribu ambayo uliyapitia, lakini bado unaishi, kwa sababu uhai au uzima ni wa thamani kuliko mavazi. Tuko sawa sawa? Amen. Yaani uhai ni kitu ambacho tunakipigania, na ndio maana katika Kristo Yesu tunachokitafuta sio mavazi, tunachotafuta sio chakula, tunatafuta uzima wa milele. Na anasema kwamba mimi imenipasa kwenda kwa Baba yangu ili kwenda kuandalia makao ya milele, ili niwapo mimi nanyi muwepo. Haleluya. Kwa maana kwamba we are just fighting for the everlasting life. Tunatafuta yale maisha ya milele. Kwa maana kwamba uzima ni muhimu kuliko ndoa. Uzima ni muhimu kuliko chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunautafutaje uzima? Nani mwenye uzima? Sema Yesu. Si kama tunaelewana. Yaani mwenye kuleta uzima sio mchungaji. Mwenye kuleta uzima ni Yesu. Kwa maana kwamba ukitaka uwe mzima, lazima uwe pamoja na mtoa uzima ambaye ni Yesu Kristo Nazareti aliye hai. So Yesu amekupa thamani ya wewe kuishi. Kwa maana kwamba Yesu amekuthamini. Kwa maana kwamba Yesu amekupa kibali. Kwa maana kwamba Yesu amesababisha uione Jumapili ya leo. Kwa maana kwamba Mungu ameachilia kibali kwenye maisha yako ili upate kuiona Jumapili ya leo. Kwa maana kwamba ninaongea na mtu ambaye amethaminiwa na Bwana. Naongea na mtu ambaye amethaminiwa na Kristo. Sema mimi nimethaminiwa. Mimi nimethaminiwa. Yaani si kawaida, wewe si kawaida. Na ndio maana mimi katika mafundisho yangu huwa natembea kwenye anointing ya Mungu. Huwa natembea katika uwepo wa Mungu. Kama unaenda kimwili huwezi kunielewa, lakini ukiwa rohoni utanielewa. Ninapoiona siku ya leo Jumapili, ninaiandika kwamba ni siku ambayo nimethaminiwa na Kristo. Kwa sababu kuna watu ambao walitamani kuiona Jumapili ya leo, lakini hawakuweza. Wewe ninaona mtu mmoja anajua thamani ambayo amepewa na Bwana. Haleluya. Nataka nikupe chakula ambacho kinachoshuka, kile ambacho Biblia inasema kwamba ukisoma kile kitabu kile cha Yohana, ile Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 33. Injili ya Yohana ile sura ya 6 mstari wa 33 anasema chakula cha kweli. Chakula cha kweli, kwa maana chakula cha kweli ni kile kinachoshuka kutoka juu mbinguni. Haleluya. Chakula ambacho tunakitegemea ni kile ambacho Bwana amenituma asubuhi ya leo. Ni kile ambacho nimesimama kwa ajili ya kukuletea mwanantrimazi. Ni kile ambacho ninanena na watakatifu wa Bwana ambao wako tayari kwenda mbinguni. Wamenituma asubuhi ya leo nikwambie, Bwana amekuthamini. Bwana amekupa kibali. Bwana amekupa neema. Itumie hiyo neema kuweza kutenda matendo makuu mazuri ya Bwana. Umethaminiwa na Bwana mwanantrimazi. Usijione kwamba wewe hauna thamani. Sijui kama umeshajua somo. Nasema unatambua thamani ambayo Mungu amekupatia. Unatambua thamani ambayo Mungu amekupatia. Nikiulizo, that's the question type. It's not about the statement. Lazima uulize, nasema unatambua thamani ambayo Mungu amekupatia. Unatambua au unaona ni kawaida? Au unaona ni kawaida? Natamani unielewe asubuhi ya leo. Natamani tuelewane wana wa Mungu aliye hai. Hebu jiulize wewe mwenyewe, je, unatambua ile thamani ambayo Bwana ameachilia kwenye maisha yako? Unatambua ile neema ambayo Bwana ameamua kuiachilia kwako wewe? Yaani kuna watu ambao hawakupewa neema ambayo wewe umepewa. Bwana akaamua kutoa neema kutoka kwao, alafu akakuachilia wewe. Kwa maana kwamba wewe ni wa thamani. Ninapozungumza hapa, ninamaanisha kwamba kuona mwaka huu wa maongezeko na kuzidi. Kwa maana kwamba hii ni neema tosha. Kwa sababu uzima ni bora kuliko
Unaweza ukawa maskini lakini bado ni mzima. Unaweza ukawa hauli lakini wewe ni mzima. Mtu ambaye amekufa hawezi kufananishwa na wewe. Sisi kama tunaelewana. Hebu fungua kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari ule wa 4. Kama mtu amepata anaweza akalisomea kwa sauti. Nataka tuelewane hapo. Kitabu kile cha Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 4. Mhubiri sura ya 9. Hebu mpelekee maiki studio haraka haraka jamani. Naomba usome mtumishi. Amen. Mhubiri 9 mstari ule wa 4 neno Mungu nasema. Kwa kuwa liko tumaini. Kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Ndio. Maana afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Hebu rudia kwa sauti mtumishi. Kuna vitu hapo natakiwa visikie. Sikia. Kwa kuwa lipo tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Hebu mpe Yesu makofi. Mwambie mwenzako hivyo unaelewa maneno ya Mungu. Yaani hapo anamaanisha kwamba nimesema kitabu cha Mhubiri ile sura ya 9 mstari wa 4. Biblia inasema kwamba lipo tumaini na wale wote walioambatana na walio hai. Lipo tumaini. Kwa maana kwamba hata kama leo unalala njaa, lakini kwa sababu hujafa huko mzima, unajua kesho utakula. Ni wachache wananielewa. Sikia. Anasema lipo tumaini na wale walioambatana na walio hai. Kwa maana kwamba hata kama ndugu zako wamekuchukia, hata kama marafiki zako wamekutenga, lakini ingali kwamba hawajakuua, lipo tumaini ambao Bwana atakutanisha na watu ambao wataambatana na wewe. Kuna watu ambao wanaweza kukudharau, but the connection Mungu anaweza kutengeneza na watu ambao mnaweza kumacho pamoja nao. Kwa sababu baada hujafa, anasema ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho kimekufa hakina ijara tena duniani. Kumbukumbu yake imefutika. Ni kweli Rais Magufuli alikuwa ni rais mzuri, lakini kumbukumbu yake imefutika. Huwezi kuelewa. Huwezi leo kwenda kumwambia kwa Magufuli naomba niwekee umeme. Wapi? Tuko sawa sawa? Nyerere ni kweli amefight. He just tried to fight for this nation. Yeye ndo ametuletea nini? Uhuru katika nchi. Lakini tayari jara yake imefanya nini? Imefutika. Tuko sawa? So huwezi kuzungumzia kitu ambacho tayari kimekufa. Yesu asifiwe. Mungu ananikumbusha hapa kitu. Tena kile kitu ambacho kimekufa, kimekufa na ujui kama kimefufuka. Sisi kwa nini tunaweka tumaini kwa Yesu? Kwa sababu tunajua kwamba Yesu alikufa lakini alifufuka na yuko hai. Na tumesema kwamba heri yule watu wanaoambatana na walio hai. Yesu Kristo yuko hai. Kwa maana tumaini letu tunaliweka kwa Yesu ambaye yuko hai. Mtu ananielewa. Tunaweka tumaini letu kwa Yesu Kristo ambaye yuko hai. Hutakiwi kumwabudu mtu ambaye amekufa. Na ndio maana mnapokuwa mnafanya ibada za kuziita, si za mazishi, si nini, marufuku kwenda makaburini unasema naenda kumwombea mama wangu amekufa. Kaisha kufa. Mwenzako akifa, mwenzako akinyolewa, kashamaliza. Yeye ataenda kupambana na Mungu wake. Ametenda mema, atakaa kwenye kiti cha enzi. Mabaya atakaa kwenye kiti cha nini? Cha moto. Very simple. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwacheni ibada za sanamu za kuanza kuchinja ng'ombe na kondoo kwa ajili ya kwenda kuomba eti naombea msima kaburi ya nani. Haya, mwacheni ibada hizo za ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaweka tumaini letu kwa Bwana, kwa sababu Bwana yeye sio Mungu wa watu waliokufa, bali ni Bwana wa watu walio hai. Kuna mtu ananielewa asubuhi ya leo? Yeye anasema sio Mungu wa watu waliokufa, bali ni Mungu wa watu walio hai. Na ndio maana tunatafuta uzima wa milele. Labda kwenye mitandao ndio wanaonielewa. Yesu asifiwe. That's the huge gospel. Hallelujah. Tunaweka tumaini letu kwa Bwana ambaye ni mzima.
Kwa maana kwamba kama Yesu yuko hai, sikia mathematics hii, kama Yesu yuko hai na wewe kwa sababu amekuthamini, na ndio maana uko hai. Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema kwamba, na ndio maana amesema kwamba sisi kufa kwetu ni nini? Kufa kwetu ni nini? Nikigeuza hivi nishawatoa, maana mmezoea. Yaani kigeuza hapo tayari, yaani nikisema kwamba kuishi ni Kristo, kufa kwetu ni faida. Nikisema kufa bado nasema ni Kristo. Maana kwamba umemeza. Yesu asifiwe sana. Sisi kufa kwetu ni nini? Sasa kwa mahesabu ya kawaida, hivi mtu unamwambiaje kwamba kufa kwetu sisi ni faida? Eti ufe ili upate faida. Yaani unaweza usipokuwa unaweza ukakatwa ngumi moja mpaka ukasahau kwamba kuna dunia ngapi. Eti wewe naomba ufe ili upate faida. Ni chizi. Yesu asifiwe sana. Sasa hapa kuna mahesabu yanatembea. Yesu asifiwe. Tunaposema kwamba kufa ni faida, kwa maana kwamba sisi tunalala katika Kristo. Kwa sababu Kristo yeye ni njia na kweli na uzima. Alipopita Kristo, na sisi watakatifu tulioko duniani ambao tunampendeza Mungu, tunapita katika njia ya Kristo. Kwa maana kwamba kama Kristo alikufa alafu akafufuka, na sisi tukilala katika Kristo tunakufa alafu tunafufuka katika jina la Yesu. Ndio maana inakuwa ni faida. Yesu asifiwe. Na kwa nini tunakuja kwenye kuishi? Kwa nini kuishi ni Kristo? Kwa sababu hakuna maisha bro kama Kristo hayupo. Hata kama hauji kanisani, hata kama unasikiliza unapuuza, lakini Mungu akiamua kuzime, anakuzima, unakauka hapo hapo. Sio, unanielewa? Na ndio maana tunajua kwamba kitu chote, anasema kwamba fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Anasema kwamba aliumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Dunia na vitu vyote viko kwenye himaya ya Mungu. Hata kama utakuwa unatembea unajiregeza namna hii, lakini Mungu akiamua kukuzima na kuzima. Hakuna ujanja. Na ndio maana mahesabu ya watu ambao wanamjua Kristo wakasema hapana, maisha yetu sisi ni Kristo na kufa kwetu sisi ni faida. Kwa maana kwamba unapokuwa unaamka asubuhi, ukajigusa ukajikuta mapigo ya moyo yanadunda vizuri, ukajikuta unaweza ukafungua macho na ukaona, hebu mwambie kwamba Yesu umenithamini. Yani hata kama unapitia changamoto kiasi gani, it doesn't matter what kind of situation you passing with, but angali unaishi, unajua kwamba wewe ni mtu ambaye uko hai. Amen. Mimi sina mashaka. Yaani sina mashaka mimi. Yaani hata kama nikiwa nishakuambia kwamba mmeshakuona kwamba hata siku moja nakuja hapa kanisani nimenuna. Always I'm smiling. Kwa nini? Mimi matatizo yangu huwa nayageuza kuwa baraka. Na Mungu akusaidie katika jina la Yesu. You have to change your bad situation to be the prosper. Lazima uweze kufanikiwa katika jina la Yesu. Amina. Kwa unatambua thamani ya Mungu kwenye maisha yako. Umeiona siku ya leo. Tumetembea na gari, nilikuwa nakimbiza sana gari. Nilikuwa na overtake, natembea. Na hivi ni vyombo tulitakataka hizo ambazo zimetengenezwa na mwanadamu. You see? Kwa maana kwamba na mwanadamu tunajua kwamba hakuna mwanadamu aliye kamili. Kwa maana kwamba vitu vyote hivi vina kasoro. Tuko sawa sawa? Lakini unakuta mtu tunakimbia spidi kweli kweli, tunaamini. Yesu asifiwe sana. Kwa maana kwamba unapofika sehemu moja kwenda nyingine ni neema ya Kristo. Na ndio maana ukifika mahali fulani, umesafiri umefika, mwambie Bwana asante kwa kuweza kunifikisha salama. Kwa unapoamka pia asubuhi, mwambie Bwana ninakuinulia moyo wangu. Asante kwa kuja kwa sababu umeniamsha salama nikiwa nina uzima. Tunapozungumza mahali hapa kuna watu walikuwa wanakimbiza gari tena spidi ndogo, tunaomekufa leo. Lakini mimi nilikuwa nakimbia mpaka 100 mpaka 87 na nimekuwa mzima. Ni kwa sababu Bwana anaagana na mimi. Ni kwa sababu Bwana amenithamini. Haleluya. Tambua thamani ya Mungu kwenye maisha yako. Sasa kama Mungu amekuthamini, je, wewe unamthamini Mungu? That's what we're going to discuss about. Kama Mungu ameachilia kibali cha kuiona siku ya leo, je, wewe umeachilia nini kwa ajili ya Mungu? Wewe unamthamini vipi Mungu?
Unajua ndio maana Biblia inasema Hosea 4:6. Anasema watu wangu, ile 6 amini, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa nini? Watu sasa hivi wanatamba, wanalinga sana, lakini hawajui mwenye kukupa uzima ni Mungu. Leo kuna mpumbavu mmoja anajiitwa good luck. Si good love sijui. Asipobadilisha anaweza asimalize mwaka. Na jana nilikuwa naongea na mdogo wangu tumbo moja. Tuko sawa? Yaani anayenifuata mimi, yaani mimi alafu yeye, tumbo moja. Anaitwa Pastori, alikuwa anafanya kazi Aga Khan, Dar es Salaam. Mdogo wangu alikuwa amenunua gari alafu baadaye akauza, akanunua bodaboda. Kwenye ulimwengu wa roho, hivi ninapokuwa nawaambia, nikaona kwamba udogo hiyo atakuja kupata ajali, nikamwambia kabisha. Kapata ajali juzi. Kapasuka mguu na mkono. Sasa jana nilikuwa nazungumza naye. Kaambia sikiliza, mimi nilikukataza habari za bodaboda. Akasema kweli kaka uliniambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilimwambia kwamba hizo bodaboda zitakupasua, na kweli juzi kapasuka. Kapasuka mguu wa kulia na mkono wa kushoto kapasuka. Hapo ndipo anatembelea maguu. Tunapokuwa tumepewa neema ya kuwa na watumishi wa Mungu wenye jicho la tatu, you have to try to use them properly. Yes, asifiwe sana. Kwa Mungu anapokuwa anaachilia thamani yake kwenye maisha yako, na wewe inabidi ureflect positive. Wewe inabidi pia ujibu positive. Kama Mungu amekujibu positive, na wewe ujibu nini? Positive. Yaani kama Mungu amekupa faida, na wewe mpe faida Mungu. Hebu tuangalie maandiko matakatifu ya Mungu, labda pengine tunaweza tukaelewana zaidi. Fungua kile kitabu cha Wagalatia. Kitabu kile cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 25 mpaka 29. Kitabu kile cha Galatia. Galatia sura ya 3 mstari wa 25 mpaka 29. Neno la Mungu linasema, naam, lakini iwasabiwe, lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Ndio, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. 27. Ndio, maana ninyi nyote mlibatizwa katika Kristo, mmevaa Kristo. Hapana mmemvaa Kristo. Ndio, hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa huru, hapana mtu wa mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi. Haleluya. Amen. Nani ambaye ni mrithi pamoja na Kristo? Hivi ngoja nikwambie, yani wewe ambaye ni mgogo, wewe ambaye ni mzanaki, wewe ambaye hata hauna kabila, umelinganishwa kuwa sawa sawa na Kristo. Yani Juma mgogo is equal to Christ Jesus Lord. Hivyo ni kwamba ni thamani. Hivi tunaelewana wapendwa? Anasema mmelinganishwa sawa sawa na warithi pamoja na Ibrahimu, kwa sababu mlibatizwa, na mlipobatizwa mmemvaa nani? Kristo. Hivi hapo hajathaminiwa? Unajua hii Biblia ukisoma, kama unasoma kitabu cha Eric Shigongo, lazima utoke kapa. Biblia inatakiwa kuielewa. Hapa Paulo alikuwa anazungumza na Wagalatia, lakini ni neno ambalo lilitoka kwenye kinywa cha Mungu kupitia mtumishi wa Mungu Paulo. Alikuwa anaambia kwamba ninyi mmebatizwa, na mtu anapokuwa amebatizwa, sema hiyo maiki, anapokuwa amebatizwa tayari anamvaa nani? Anamvaa Kristo. Anamvaa Kristo. Na akishakuwa amemvaa Kristo, kwa maana kwamba anakuwa ni mrithi pamoja na Ibrahimu, sawa sawa na Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa maana kwamba wewe, kwa sababu umebatizwa, wangapi wamebatizwa hapa? Hebu nyosha mkono kama umebatizwa. Kuna mtu ambaye hajabatizwa? Wewe hujabatizwa bwana. Kwa nini nimesemaje?
Wangapi wamebatizwa? Nyosha mkono juu kama umebatizwa. Kubatizwa ni kubatizwa tu. Wangapi wamebatizwa? Sasa kitendo kile cha kubatizwa tayari umemvaa nani? Kristo. Kwa maana kwamba umelinganishwa. Wewe una haki zote za mbinguni. Zote unazo. Una haki zote. Sema mimi. Nina haki zote za mbinguni. Kwa sababu sisi hatupo katika sheria. Sheria ilikuwepo wakati wa Musa, lakini Mungu hakuja kuitengua Torati. Yesu hakuja kuitengua Torati bali kuikamilisha. Badala ya sheria tukapata neema. Haleluya. Kwa maana kwamba sisi tumekombolewa kwa neema. Sisi ndio maana Mungu anasema kwamba watu wangu wataishi kwa imani. Watu wangu watafanya nini? Wataishi kwa imani. Kwa maana kwamba ukishakuwa na imani unapata haki. Ukishapata haki, hiyo haki inakuwa neema, unaokolewa. Na ndio maana akasema nendeni ulimwenguni mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ile pale kitabu. Atakayeamini na kubatizwa. Kwa ili uweze kubatizwa lazima uamini. Atakayeamini na kubatiza ataokolewa. Kwa maana kwamba ukishakuwa na imani unabatizwa. Ukishabatizwa unaokolewa. Na ukishaokolewa unakuwa ni mrithi pamoja na Kristo. Na ndio maana akasema ninaenda kuandalia ninyi makao ya milele, ili niwapo mimi nanyi muwepo. Kwa maana kwamba atakapokuwa Kristo na wewe utakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu umethaminiwa. Brazo, umethaminiwa. Sasa kama Mungu amekupa thamani kiasi hicho, kwa nini leo unajisheberua? Kwa nini leo una mapozi? Kwa nini leo yani mpaka tukung'ang'anizi yani wewe tunang'ate ndogo? Kwa nini? Hebu angalie mwenzako, mwambie wewe ndio unayetusumbua. Yani kama Mungu amekuthamini kiasi hicho, kwa nini unasema njingani? Kwa nini? Yani why? Kama Mungu amekupa thamani kiasi hicho. Ndio maana sijui kama wengi wenu tunajua thamani ambayo Mungu ametupa. Mimi nawaambia kwamba kama tungetambua ile thamani ambayo Mungu ameachilia kwetu sisi, tusingekuwa tunafanya vitu vingine kinyume. Kwa nini? Kwa sababu sisi hatukupaswa tuwe hapa. Hivyo wangapi walipaswa kuiona siku ya leo? Kama ulijua kwamba leo utaiona, hebu nyosha mkono. Wote tukua na uhakika, si ndio? Unaona sasa hivi ni saa 6, si saa 5, si saa ngapi? Lakini hakuna mtu mwenye uhakika wa kufika saa 7. Tuko saa 7? Yaani hata saa 6:30 hakuna mtu mwenye. Lakini kwa nini? Kama vitu vyote viko kwa Mungu, yeye ndiye anayeweza kukuwasha, yeye ndiye anayeweza kukuzima. Kama Mungu amekuthamini. Na niliwaambia kwamba watu wanaokuwa wanakufa ghafla usiwe unalia, maana huwezi jua walikuwa wanaishi vipi na Mungu. Habari za kuleta umaarufu kwenye msiba. Jamani, angeliwa mimi. Kwa nini jamani? Shika adabu yako, kwa sababu hujui alivyokuwa anaishi na Mungu wake. Tuko sawa sawa? Kwa sababu the private life or the life of somebody is just a secret between him or her and our Lord Jesus. Maisha ya mtu ni yeye mwenyewe, siri yake yeye na nani. Kwa maana kwamba hapo unaweza kujiona hapa, Bwana Yesu asifiwe. Ukimkuta zake sio yeye. Si kama tunaelewana? Kwa vile vitu vingine Mungu anasema huyu nimemthamini. Mbona naona harudishi thamani kwangu? Nakuta tu mtu anachota maji anazimika hapo hapo. Na ndio maana akasema watakuwa wawili shambani, mmoja atatwaliwa mwingine. Mnaelewa sasa eh? Watakuwa wengine kanisani wamekaa kama hivi. Anashangaa tu. Hawa ndio wanaoenda mchungaji pamoja na kuhubiri kote chai. Naomba Mungu isiwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bro, sikiliza. Hapa ndio maana mimi nawaambia hapa kuwa mchungaji kiongozi it's just a leader. Lakini sio tiketi ya mimi kwenda wapi. Sijui kama unanielewa wewe, kichwa kigumu. Yaani kuwa pastor sio tiketi ya kwenda wapi? Mbinguni. Sasa si hamtaki. Hizi injili huwezi kuzikuta. Ushaona mchungaji anajisema. Wewe ushangai. Wewe ugopi. Yesu asifiwe sana.
uzuri, this is the true gospel bro. Sio, unaelewa? Yaani kusimama si namna gani, sio tiketi ya kwenda kuiona Yerusalemu. Lazima utengeneze na nani? Na ndio maana unakuta saa zingine speaker imekaa vibaya, anasema Mungu asije akanipiga. Kabla ya kuhubiri unaona nahangaika, maana hapa hamna mtu atakayejiongeza. Haleluya. Napambana ili Jehova asije akanikasirikia. Yesu asifiwe. Now you can understand what I'm talking about. Tunatafuta, sisi tunajipendekeza kwa nani? Kwa Yesu. Hivi wangapi wanafanya kazi hapa? Mungu awape kazi katika jina. Hamna mfanya kazi hata mmoja jamani.